walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Imani katika msalaba, Kristo katika upendo. Ndugu zangu, karibuni katika tafakari katika Dominika hii ya 4 ya mwaka A, mwaka wa Kanisa. Katika somo la kwanza tumesikia maneno haya: mtafuteni Bwana enyi nyote mlio wanyenyekevu wa dunia. Wanyenyekevu. Mnyenyekevu ni mtu wa namna gani? Mnyenyekevu ni mtu ambaye hajikwezi katika majaliwa yake, katika mafanikio yake. Anajua kwamba amezawadiwa na Mungu. Yeye hana jambo la kujifia kwalo, kwamba mafanikio yake ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ni mtu anayemshukuru Mungu kwa zawadi alizopewa. Hajioni, mtu aliye mnyenyekevu. Vijana siku hizi nawaambia, dada, umependeza. Akaba ungeniona jana, naona umefanikiwa katika biashara zako. Sema watu wote wanajua. Mnyenyekevu hata ukimsifia anamshukuru Mungu kwamba ni mapenzi ya Mungu. Pengine hata kipaji chake, hata mafanikio yake ni kwa ajili yake na kwa ajili ya Mungu na wale ambao wanahitaji huduma yake. Mnyenyekevu. Mnyenyekevu ndiyo ambao Sefania anasema hata katika shida zao Mungu hatawaangamiza. Katika Injili tumekutana na Yesu ambaye anawapatia wanafunzi wake kanuni ya maisha. Anatupatia na sisi kanuni ya maisha, dira ya maisha. Heri 8. Heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Sisi tuliomo kanisani, hata na walio nje, hakuna anayependa umaskini. Tunafanya kazi, tunalima, tunafanya biashara, na ofisi mbalimbali. Hakuna anayependa umaskini. Maskini ni nani? Hajui kama leo atakula, hajui. Tunakula milo 4 kwa siku. Yeye hata mlo mmoja anaula labda saa 9 saa 10 ili ufike kesho yake tena saa 10. Nyumba yake yenyewe ipo tu, kwa kulala penyewe, mahitaji yale msingi hana. Huyu aliye maskini anakaa akitamani, akifanya juhudi labda abandukane na huo maskini. Anaposema heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao, ana maana gani? Huyu aliye maskini wa roho, kama tulivyo na umaskini wa uhitaji wa mahitaji mbalimbali muhimu, nikiwa maskini wa roho najiona kama sijatosheka katika kumtafuta huyo Kristo, huyo Mungu. Kwa hiyo nafanya bidii ya kumtafuta, nafanya bidii ya kuishi kitakatifu, bidii ya sala, bidii ya kusoma neno la Mungu, bidii ya kujiunga na vyama mbalimbali vya kitume, ili niendelee kujichotea zaidi na zaidi elimu na ufahamu juu ya Mungu. Na hivi aliye maskini wa roho, huyo ufalme wa mbinguni ni wake, kwa sababu ana bidii ya kumtafuta. Inapofikia kwamba umetajirika katika kumfahamu Mungu, umetosheka, ufalme wa Mungu si wa kwako. Tunahitaji kuwa maskini wa roho, maana yake tuendelee kuwa na bidii ya kumtafuta, kama yule aliye maskini wa mahitaji mbalimbali anayofanya bidii kutafuta afanikiwe zaidi. Kwa hivyo tusichoke katika kumtafuta.